Hesabu mlango wa 30. Neno hili ndilo aliloliagiza Bwana. Mstari wa kwanza. Neno hili ndilo aliloliagiza Bwana. Sema, neno hili ndilo aliloliagiza Bwana. Neno hili ndilo aliloliagiza Bwana. Sio nabii, sio mtumishi. Neno hili ndio aliloagiza Bwana. Bwana ndiye ameliagiza. Imeandikwa hivyo hapo. Mstari unaofuata anasema, mtu atakapomwekea Bwana nadhiri au atakapoapa kiapo ili kufunga nafsi yake kwa kifungo, asilitangue neno lake, atafanya sawasawa na hayo yote yamtokayo kinywani mwake. Amen. Atafanya sawasawa na hayo yatokayo kinywani mwake. Wewe nataka uwe makini, kwa sababu mtu tu umemwahidi kitu jamfanyia. Sasa umeapa kwa Mungu. Sasa Mungu anaanza kutoa onyo. Anasema mtu yoyote, ndio maana wabunge baada ya ubunge wanakuwa wamelaaniwa. Maana wanachukua Biblia, wanaapa watafanya yale, alafu hawafanyagi. Wanaanza kutunga sheria za kitoto za kipumbavu kwa ajili ya maslahi yao, na sio kwa ajili ya maslahi ya watu na kwa ajili ya nchi. Na hata polisi pia wanaapa kiapo kwa ajili ya kulinda raia na mali zao, lakini cha kushangaza ndio wanapiga raia na marungu kwa sababu kulinda mabwana wao wakubwa. Sasa kinachotokea wakisha acha upolisi ni laana kwao na uzao. Wana paralyze, mtu mdomo umeenda kule, mara nini, mara kilala ananikwa, mara afanyweje, mara dhuluma juu yake, alafu wale alikuwa anawapigania hawamtambui tena. Be careful. Unapoweka kiapo, na kuna vijana hodari, binti yule akamwambia nitakuoa, binti yule akamwambia nitakuoa, binti yule akamwambia nitakuoa, alafu anaishia mtini, anakuja kuoa. Viapo vile vinalia mbele za Bwana, utoboi. Shida ya watu wengi ipo hapo, na hawajawahi kutoa nadhiri hiyo, wakaomba Bwana rehema, lakini kajificha kama vile Mungu amuone. Na ngana sasa hii niliwaambia vigelegele vitafanyaje? Vitapungua. Akasema jambo hili ni chukizo mbele zake. Nana na wewe taratibu. Sasa na dakika chache na lele tu. Dakika chache zangu na Roho Mtakatifu mnaziona. Ni chache sana. Mwangalie yako. Wangapi uliwaahidi utaolewa nao au utawaoa? Kama ni mwanamume, mwanamke ataolewa. Muongee kile swali simpaka kujibiwe. Wewe unashangaa kwenye ndoto zako naota mwingine. Na una mwingine. Mambo ya yeye. Nafsi yako ifunga. Utaona Yesu anavyokuelezea kuhusu pepe. Jina kwa pepe. Na wengine hata wakija mbele za Bwana utasikia, "Ukiniponya, Bwana nitakutumikia." Anakuangalia anasema, "Okay, no tab." Anakuponya pap. Alishaponya. Kanisani haendi. Mimi nimewahi kukutana na watu wamekuja mbele zangu wakasema, "Baba, nibariki, nifanikiwe, nitamtumikia Bwana." Na muangalia anasema, "Unajiroga." Haya, mimi natoa baraka. Anaenda anaanza kupata milioni vichache umuoni kanisani te. Na mimi sifuatiliagi mtu kama huyo. Umuoni. Na nikumbuke hata mimi na Mungu wangu. Sisemi nikumbuke. Maana mimi siko kwa kutegemea, mimi sitegemei mtu yeyote. Mimi yuko yeye naye mtegemea. Bwana ndiye mchungaji wangu, aliyenipaka mafuta. Wewe ungenipaka mafuta ungeniendesha. Na ngani sasa hii? Hiki ni kitu hatari. Mtu anakuwa kwenye shida fulani anasema, Mungu, anaweka nadhiri, anamuita Mungu.